Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye kipindi cha leo ambapo tunaenda kuongelea kuhusu mambo ya power and authority. Tutakuwa tunachanganya lugha zote mbili, both English and Swahili. Kwa wale ambao Kiingereza waelewa kidogo na kile wataweza kuelewa kwenye Kiswahili. We'll go with both language, English, Swahili, itakuwa ni more about Kiswanglish. Okay. So, karibu tena kwenye podcast ya leo ambapo we are going to talk about the fundamental issues of management in an organization. And also we focus on a very important concept in management, which is power and authority. We shall define power and explain the many bases of power in an organization. And we see also authority, sources of authority, also discuss about the delegations, barriers in delegation, and the importance of delegation in an organization. So tuanze na sehemu ya kwanza tuweze kuelewa fundamental issues of management ni nini. So kwenye organization yote iwe ni shule au ni college au ni biashara au ni serikali, management inakuwa concerned na vitu vifuatavyo. Viko vingi, lakini baadhi ya vitu hivyo muhimu au shughuli hizo muhimu ambazo management inaongozwa nazo ilikuwa ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ni planning, ambapo inakuwa na management inakuwa na kazi ya kupanga au kuamua ni nini ambacho kitafanyika kwenye taasisi wakati huo, inakuwa namna gani ambacho hicho kitu kitaenda kufanyika na lini kitaenda kufanya na nani atafanya kitu hicho hapo. Kwa mfano, chuo kina plani kitaadmiti wanafunzi wangapi kulingana na uwezo ambao chuo kinao, na tutaenda kuajiri walimu wangapi kutokana na capacity tuliokuwa nao ya kuwalipa mishahara na kutokana na fani za wanafunzi ambao tunakuja kuenroll. Kwa hiyo walimu ambao tutawajiri wao ni wafani hizi na viwango hivi, na ni program zipi ambao tutakwenda kuoffer. Kwa hiyo tunasema kwamba the first plan is planning, okay, which is deciding in advance what we want to do, how we are going to do it, when we are going to do it, and who is going to do it. Okay, as he said in Sweden, that a college must plan for example, a college must plan how many students to admit, how many teachers to employ, and what programs to offer. The second day activity or the second day function of management can be organizing. Organizing means arranging work and resources in a structured way. This includes creating departments, assigning duties, kuwapangia watu kazi, and showing who report to whom. For example, an institution may have departments like academic affairs, finance, and the administration. The third one is staffing. Staffing is about getting the right people for the right job, kuwapata watu sahihi kwa kazi fulani. It includes recruiting, kuajiri, selecting, kuchagua, training, and developing employees. For example, when a school hires new teachers and they train them to use new teaching method, that is staffing. Kuwafundisha waajiriwa mbinu mpya ili kuongeza ufanisi wao katika kazi fulani, tunasema kwamba ni staffing. And the fourth one is directing, which is also called leading. Directing means guiding, supervising, motivating, and communicating with employees so that they work towards the goals of the organization. For example, a head of department encourages staff to work hard and improve performance. And the final one, but not the last, is controlling. Controlling means checking whether work is being done according to plan, kuangalia kama kazi imefanyika kama ilivyopangwa, na it involves setting standards, kuweka viwango, kupima performance na kusahihisha pale ambapo makosa yamefanyika. Okay, taking corrective action if they are not doing well. For example, if your student results are poor, management takes steps to improve teaching and learning process. Kwa hiyo hapo tuko tunaangalia the few important activities ambazo management zinakuwa nazo. So now let's move to power. Tuweze kuangalia sasa what is power now. Okay, now we go to the main part now, power and authority. So tumekuwa kusikia mara nyingi sana neno power.
kwenye ofisi yote unasikia kiongozi fulani ana power au mamlaka nini. Tuangalie sasa power. What is power? Sasa kwenye kipengele hapo tutakuwa na mtaalamu mwenzetu hapo, so we'll be having our fellow colleague here, who will pass here through this section of power. Hello, Mr. Fit. Please welcome in this podcast. We'll be together in this podcast. So please go on explaining on the subject of power. So, what is power? When we talk about power, in management, power is the ability of a person or a group to influence the behavior, decision, or action of the people. In simple words, power is the capacity to make others to do something that they would not otherwise do. For example, a principal can assign duties to teachers, approve leave, or take disciplinary action that shows that the principal has power, but it is important to understand that power is not only about the job title. Sometimes a person can have power because of knowledge, experience, or personal character. Now let us look at the main bases or sources of power in an organization. The first one is legitimate power. Legitimate power comes from a person's official position in the organization. For example, a director, a principal, or a manager had the authority to give instruction simplify because of the position they hold. The second one is a reward power. This is the power to give rewards. These rewards can be things like promotion, salary increase, training opportunities, or even praise. For example, if a manager can recommend you for promotion, that manager has reward power over you. The third one is coercive power. This is the power to punish or discipline. For example, a supervisor who can issue warning letters, suspend an employee, or take disciplinary measures has a coercive power. The first one is expert power. Expert power comes from knowledge, skills, or experience. For example, an ICT specialist or a very experienced teacher may strongly influence decisions because people trust their expertise, even if that person is not a manager. The fifth one is referent power. Referent power comes from personal qualities, respect, and admiration. People follow such a person because they like them, respect them, or want to be like them. For example, a respected teacher or leader whom everyone listens to willingly. Let me conclude like this. We have seen that management is mainly concerned with planning, organizing, staffing, directing, and controlling. We have also learned that power is the ability to influence others, and that power in an organization comes from different sources such as position, rewards, punishment, knowledge, and personal character. Okay. Mr. Fit. So now let's move to this another part which is very important, sehemu gani muhimu sana ambao nasema kwamba understanding authority in your organization and its use. Watu wengi wanasikia tu neno authority lakini hawafahamu hata kwamba authority nini, na watu wengine wanakuwa wanachanganya power na authority, kwamba neno power na neno authority wanakuwa wanachanganya. Na kwa hapa tuenda kuangalia sasa hivi kwamba tutaenda kuelewa authority na sources za authority hasa ni zipi. So let us start by understanding what is authority. So in management, authority is the legal and official rights to give orders, make decisions, and expect obedience from others. In simple terms, authority is the right to command. Authority is attached to a position, not a person. Very important to know this. Authority is attached to a position, not a person. Okay?
This means that when someone occupies a certain position, such as a principal, manager, or head of department, that position gives them the right to direct others. Okay? Kwa hiyo authority mtu anakuwa nayo kwenye nafasi. Kwa authority au mamlaka ni nafasi, na ule mtu ashotoka kwenye nafasi, yale mamlaka anakuwa hanayo tena. Ndio wanza kukutana na mtu alikuwa ni bosi mkubwa tu Samuel, lakini akisha staafu au akishatoka kwenye nafasi, anakuwa ni mtu wa kawaida tu, hawezi kufanya maamuzi ambao ni makubwa kama ambaye ameteuliwa kumreplace ule mtu katika nafasi ile pale. Kwa hiyo kwa mfano university principal, for example university principal, university principal tunasema kwamba anakuwa has the authority to assign duties to staff or approve or reject leaves and make administrative decisions. If that principal is transferred or retired, huyo mkuu wa chuo akihamishwa ile sehemu akiwa amestaafu, authority au mamlaka inakuwa imebaki kwenye nafasi, and the new person, mtu mpya ambaye atatolewa kuchukua nafasi, basi ndiye ambaye atakuwa na mamlaka hayo. So it is also important to understand that authority always comes with responsibilities. If a manager has the authority to give orders, he or she has also had the responsibility to ensure that the work is done proper. Kwa nasema kwamba authority, mamlaka inaambatana na uwajibikaji. Unapokuwa na mamlaka fulani, basi lazima uwajibike kutokana na mamlaka ambayo umepewa, lazima matokeo yaweze kuonekana. Sasa tuingie katika sehemu nyingine tuweze kuona kwamba where does authority comes from? Why do people accept orders from others? Kwamba mamlaka kwa asili, mamlaka zinatoka wapi kwa kaida katika mataasisi au katika organization, au nini kinachofanya mpaka mtu aweze kuwa na mamlaka fulani katika taasisi husika? Lakini pia ni kwa nini watu wanapokea order kutoka kwenye mamlaka? Sasa in this subsection tutakuwa na mtaalamu wetu mwingine ambaye tutakuwa naye katika podcast yetu leo, anaitwa Mr. Hemedi. Mr. Hemedi, please tunaomba uweze kuendelea hapa kidogo, uweze kutufafanulia, okay, uweze kufafanua zaidi kuhusiana na hii concept ya authority. Where does authority come from and why do people accept orders from others? Please, the floor is yours. Okay, let's proceed on the issue of where does this authority come from. So there are several main sources or explanation of authority in an organization. The first one is formal or legal authority. This type of authority comes from the rulers, laws, and the structure of an organization. So people obey because the organization's rules say they should. For example, employees obey the director or managers because the organizational structure and the regulation give the person the rights to command. And the second source is position or hierarchical authority. This means authority comes from the place someone occupies an organization hierarchy. The higher the positions, the more authority the person has. For example, a director has more authority than head of department, and the head of department has more authority than normal staff member. And the third source is technical or expert authority. This authority comes from the knowledge, skills, and experience. People follow instruction because they believe that the person knows better. For example, in a school or college, teacher may accept guidance from ICT experts or senior specialists because of their technical competence, even if the person is not the overall boss. And the fourth source is personal or charismatic authority. This came from the person's qualities, character, and leadership style. People obey not because they are forced,
tool, but because they respect and admire the person. For example, a leader who is fair, honest, supportive may be followed willing by staff even without using the threat. Kwa hapa tunaangalia aina authority ambayo inatokana na personal mwenyewe, charismatic, namna gani kiongozi huwa anavyoishi na watu wake, qualities, sifa yake na aina yake ya uongozi, nasema leadership style. So watu wanaweza wakawa na mubei sio kwa sababu anawalazimisha, no, because of his characters, leadership style. So watu wanakuwa willing kumfuata au kufuata maelekezo yake. So the fourth source is acceptance by subordinates. Yes, this is another source of authorities. According to these ideas, authority exists because subordinates accept the organize it. If people does not accept order as legitimate, then authority becomes weak in practice. For example, a manager who is always unfair or incompetent may have authority on paper, but in reality, staff may not respect or follow his or instruction. Let me now give a short conclusion. Yes. So, in terms of conclusion, we proceed. We say authority is the official rights to command. Official right to command, kwamba mamlaka ni ile nguvu ya mtu inakuwa ni rasmi kabisa, au haki ya mtu command mamlaka. Kwa hiyo inakuwa ni haki au mamlaka ya kisheria anakuwa amepewa mtu in any organizations. Made decisions and expert obedience. It comes mainly from the organization rules, the position someone holds, their knowledge and expertise, their personal qualities, and the willingness of subordinates to accept their leadership. So let's now to know the difference between power and authority and delegation of authority in an organization. Okay. Although power and authority are related, they are not same things. Kwamba nguvu na mamlaka ni vitu ambavyo vimeendana kama tunavyoona, lakini kuna vitu vinakuwa haviko sawa, kwa sababu tunasema authority ni mamlaka ila power ni nguvu, the process of influencing others, but authority is the right, legal right to influence others. Authority is the official and the legal right to give order and make decisions. It comes for the positional person held in an organization. For example, a principal director or head of department has authority because of the office they occupy. When the persons leave the position, the authority remain with the position, not with the person. Kama tunakuja kuangalia ile official legal right ya mtu anaokuwa nayo, kwamba ni wajibu wa kisheria ambao anapewa mtu. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukaona in organizations, ikitokea labda kuna mtu anaama labda head of department anaondoka, ila authority inabaki in a position kwenye hiyo nafasi, kwa sababu authority ni yake anakuwa nayo mtu na sio mtu. Kwa hiyo mtu ataondoka in organization, but the authority will remain with the positions. But in case of power, say, on the other hand, is the ability to influence the behavior or actions of others. Power does not always come from the positions. A person can have power because of knowledge. Yes, in terms of power tunaangalia ni hizi ability, ule uwezo wa kuinfluence wengine, kuongoza wengine and taking actions kwa wengine. So utofauti wa power na authority kwamba power haiji from the positions. Means labda mtu akiwa in organization au ni head of department akiondoka, maana yake hata ile power inakuwa imefanyaje, imeondoka ya kwa influence wengine, because does not come from the positions. Oh wow, nice. Okay. So this may become from the personal knowledge, experience, skills, or personal character. For example, an expert ICT specialist or very respected senior teacher
may stronger influence decision even if are not the head of institutions. Okay, understand kwamba mtu akiwa na maarifa fulani kupita watu wengine, Yes. akiwa ni ngwinyi kwenye jambo fulani, Yeah. inaweza kampa aina fulani ya authority fulani au ya Power. power. Sawa. I understand. Okay, sure. So in simply terms, authority come from the position while power come from the influence. Oh, okay. Yes. Okay. So authority is the formal and legal, but power can be formal or informal. Okay, so if I understand that the authority, most of the time they are legal. In a legal, because But- the right and it's right, formal. yes, informal. Okay. But power is not, may not You can have the power, but it's not legal. not the authority. You can have the power, but you're not appointed, Yes. kind of like a karma. Oh, sure. Yeah, thank Okay. you. Okay, but power comes from the formal or informal. A manager may have authority, but little real power. If people does not respect him, another person may have no high position, but still have a lot of power because people trust and follow him. Now, let us move the second part of our lesson, delegation of authority. Okay. So here now we are moving to this another part, that's delegation. Maybe let's have a short discussion here. Umekusikia delegation? Umekusikia kuhusiana na delegation? Sio ulisikia wapi? Ulisikia kwamba imekuwa delegated kwa mtu fulani? Yes. Kwenye uhalisia delegation ipo kwenye maeneo mengi na inatumika in defense societies, sectors, inatumika kwenye nyanja za kiserikali na nyanja binafsi pia inatumika pale ambapo labda department fulani inaamua kutoa nguvu au kugawa nguvu kwa department nyingine ili kurahisisha ufanyakazi wa kazi ya ku increase more efficiency kwenye kazi hiyo. Lakini pia tunaona hata kwenye serikali yetu kuna baadhi ya delegation legislations zinakuwepo, labda bunge linaamua kutoa nguvu kwa sheria ndogo ndogo kuwekwa kwa serikali za mitaa, labda kikata, kiwilaya na kuendelea. Okay. Yes. Sasa. So yeah, kuna vitu ambavyo tumejifunza hapo. Kuna vitu ambavyo tumejifunza na tumeona. So delegation of authority. Yes. What does it mean by definition? If you had someone's in delegation, what is delegation? Okay. Thank you. When somebody hearing about delegation of authority, you have to know this means the process by which a manager assigning duties and gives the necessary authority to the subordinate to carry out those duties. In simple words, it means sharing work, decision making power with other. Okay, so we have seen that delegation is very important because no manager can do all the work alone. Yes. Okay, so can put in another that share that put your hands off, eyes on. Yes. You give different people to do the task, but at the end they have to report to you. So now let's see the main elements of delegation. Mr. Havid will take us in this section of the main elements of delegation. Please welcome. Continue here. Pass through this element of delegation. So delegation involves three things, kwamba delegation yenyewe ina involves vitu vitatu. First, assignment of duties, giving someone task to perform. Assignment of duties tunamaanisha kwamba ni kitendo cha kuweza kumpa mtu majukumu fulani aweze kuyafanya. Second, granting authority, giving that person the power to carry out the task. Hapa tunapozungumzia granting authority, kuweza kumpa mtu nini? Mamlaka, kumpa mtu ile nguvu ya kuweza kufanya jukumu au kazi fulani. Third, creation of responsibility. In the creation of responsibility, the person becomes responsible for the result, kwamba creation of responsibility, kuweza kutengeneza yale majukumu, kwamba mtu awe responsible, kwa mtu atakuwa
anawajibika kutokana na matokeo yatakayotokea na ile jukumu ambalo amekuwa delegated nalo. So let us now discuss the principles of effective delegation. The first principle is unity of command. Unity of command, this means each employee should receive orders from only one superior to avoid confusion. Unity of command tunasema kwamba mfanyakazi anatakiwa apokee amri kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni mkubwa katika taasisi, tunasema ni superior, to avoid confusion, kuepusha kuweza kujifanyaje, kujichanganya. Sio unapokea maelekezo au amri kutoka kwa mtu zaidi ya mmoja. Hiyo itachangia kwa confusion. Kwa in delegation, one of the principle for effective delegation is unity of what? Of command. Second principle is parity of authority and responsibility. This means the authority given should match the responsibility assigned. In parity and authority, in this principle of parity of authority and responsibility, hii inamaanisha kwamba mamlaka yatakayotolewa lazima yaweze kuendana na yale majukumu ambayo mtu amefanyaje, amepewa. You should not give someone responsibility without giving them the enough authority to perform it. Hautakiwi kuweza kumpa mtu majukumu bila kuweza kumpa mamlaka yote ya kuweza kufanya kufanya hayo majukumu ili aweze kufanya huo utendaji uweze kuwa mzuri. The third principle is clear definition of what? Of duties. The clear definition of duties mean that the task being delegated should be clearly explained so that the subordinate knows exactly what is expected. Clear definition of duties hapa nasema uweze kuelezea kwa usahihi au majukumu yanataka nini. Kwa majukumu yatakayokuwa yametolewa kukaimishwa kwa mtu, kwa subordinate, lazima yeye aweze kuelewa ni kitu gani kinadhamiriwa katika yale majukumu ambayo amefanyaje, amekaimishwa. Lakini the fourth principle is accountability. Tunazungumzia uwajibikaji. Even after delegating, hata baada ya kuweza kukaimishwa au kuweza kukaimisha yale majukumu, managers remains ultimately responsible for result. Kwamba hata baada ya kuwa wamekaimisha yale majukumu yao, ikitokea kitu kimeenda vizuri au kimeenda vibaya, wale manager watawajibika kutokana na yale matokeo, kwa sababu wao sheria inawatambua, yani wao formally wanatambulika wao kwamba wanatakiwa waweze kufanya ile jukumu. Wamedelegate ili wasaidiwe, lakini kikienda vibaya jukumu lile na uwajibikaji itakuwa juu yao. So now let us know the barriers for delegation. Tuweze kujua ni barriers gani ambazo zinaweza kuchagiza delegation. Ni vikwazo vipi ambavyo vipo katika delegation. The first barrier is fear of losing the power. Some managers are afraid that if they delegate, they will lose control or what? Importance. Uoga wa kuweza kupoteza ile nguvu. Baadhi ya mameneja wa taasisi mbalimbali wanaogopa kuweza kukaimisha majukumu kwa sababu wanahofia wanaweza kuondoa ule usimamizi wao au ile nguvu ambao wako nayo katika taasisi. Lakini pili, the second barrier is lack of trust in subordinates. Kukosa imani na wale wafanyakazi ambao wanataka kufanyaje, wakaimisha yale majukumu. Some managers believe their subordinates cannot do the work properly. Kwamba baadhi ya mameneja wanaamini ya kwamba subordinate wote ambao wako chini yao hawawezi wakafanya kazi vizuri hata pale utakapowakaimisha yale majukumu, kwamba nimekupa usimamie kitu fulani, unajua hawawezi kufanya vizuri. So ile kukosa imani nayo ni moja kati ya barrier to delegation. The third, fear of mistake. Kuogopa kwamba delegate yule mtu ataenda kufanya makosa. Managers may think it is safer to do the work themselves than to risk errors by others. Kwamba hawa mameneja wanafikiria kwamba ni salama kuweza kufanya ili jukumu au hii kazi peke yangu kuliko kwenda kumpa mtu mwingine, itachagiza kwenda kuleta hatari au kuleta makosa mbalimbali ambayo yanaweza kufanyaje, kujitokeza. The fourth barrier is lack of capable staff. Sometimes managers do not delegate simply because subordinates are not well trained. Kwamba kushindwa kupata wale wafanyakazi au nazungumzia wale watu wa chini ambao hawana mafunzo kuhusu kile kitu ambacho wanataka kudelegate kwa kukaimisha kwao. Kwa muda mwingine manager wanaweza wakahofia
kuweza kukaimisha majukumu, kwa sababu wanahofia kwamba subordinate hawana mafunzo ya kutosha kuhusu lile jukumu ambao wamefanyaje, wamekaimishwa waweze kulifanya. The fifth barrier is poor communication, mawasiliano kuwa mabaya. If instructions are not clear, delegation becomes difficult and ineffective. Kwamba hivi naweza kumdelegatea mtu majukumu, manager wakaweza kumdelegatea mtu majukumu, lakini yule mtu ambaye amekuwa delegated yale majukumu hana mawasiliano mazuri au hana uwezo wa kuwasiliana na mtu vizuri, so mwisho wa siku kutakotokea makosa mengi, watu kushindwa kuelewana, kuonekana kwamba mtu fulani anavyonifanyia mimi katika majukumu fulani sio mazuri. Kwa kutokuwa na poor communication pia ni barrier to delegation. Now let us discuss the measures to overcome these barriers. So ni measures gani ambazo tunaweza tuka overcome zitakazokusaidia sisi kuweza kuepuka hivi vikwazo ambavyo vinaweza vikafanya manager wakahofia kudelegate. The first measure is training and developing the staff. Kuweza kuwapa mafunzo wafanyakazi. Yes, una delegate. When subordinates are well trained, managers will have more confidence to delegate. Kwamba sawa, ninakaimisha majukumu, lakini kama nikikaimisha majukumu kwenye watu wenye mafunzo na uelewa kuhusu kile kitu ambacho nimekidelegate, basi nitakuwa nina imani kwamba ili jukumu ambalo limeamua kudelegate kwa watu lipo katika sehemu salama, na sehemu ambayo inaweza kufanyika utendaji wa kazi kwa ule utendaji wa kazi ambao utakaofanyika pale utakuwa ni mzuri. The second measure is building trust and confidence. Kuweza kutengeneza imani na ile confidence kwamba in subordinates by supporting them and guiding them, kwa kuweza kuwasupport na kuweza kuwaongoza, basi ni moja kati ya measures ambazo tunaweza tuka overcome this barriers for ineffective delegation. The third measure is clear communication. When there is a clear communication, task, authority and expectation must be clearly explained. Kwamba kukiwa kuna mawasiliano mazuri, majukumu, mamlaka na yale matarajio yataweza kuelezeka vizuri. The fourth measure is accepting that mistakes are part of learning. Njia ya 4 ni kuweza kukubali kwamba makosa ni moja kati ya sehemu ya kufanyaje, ya kujifunza. Mameneja wanatakiwa waweze kuongoza na kusahihisha pale watu wanapofanyaje, walipokosea. Not do everything themselves, wasifanye kila kitu peke yao, ila wakidelegate pale mtu anapokuwa amekosea, ni sehemu ya mtu kujifunza, mwelekeze, msahihishe ili aweze kwenda sahihi. The fifth measure is proper control and follow up. Managers should monitor progress without interfering too much. So now, let me conclude. We have seen that authority is legal right to command. Tumeona kwamba mamlaka ni ile haki ya kisheria kuweza kufanyaje, kucommand, while power is the ability to influence others. We have also learned that delegation of authority is the process of sharing work and authority with subordinate, and that effective delegation requires clear principles, awareness of barriers, and practical measures to overcome those barriers. Okay. Nice. So now let us move to another part. That's part of authority and responsibility, and centralization versus decentralization in organization. In this subsection, we are going to discuss the 2 important topics, and the first one is a principle of parity of authority and responsibility, and the second is the concept of centralization and decentralization in organization. Let us start with the part of authority and responsibility. The principle of parity of authority and responsibility means that the authority given to a person should be equal to the responsibility assigned to that person. In simple words, if you give someone a duty to perform, you must also give them enough power to perform it. Giving a person a task to do, but not giving him power, that be void.
you cannot expect good result if you give someone responsibility without authority, or if you give authority without responsibility. For example, if a head of department is responsible for managing the department but has no authority to allocate duties or control resources, the head of department will fail to perform effectively. On the other hand, if someone is given authority to command others but has no responsibility for results, that person may misuse that authority. So, in good management practice, responsibility and authority must go together and must be balanced. So, there should be a parallelism between authority and responsibility. So this principle is very important because it improves efficiency, it avoids frustration among employees, and it ensures accountability because people can be held responsible only if they were given enough authority. So now let's see centralization. Now let's see the concept of centralization and decentralization. So Mr. Hamedi, please take us through this concept of centralization. Tell us what centralization is and why centralization is useful, and tell us what is decentralization and why decentralization is useful for the development of organization, and maybe you can share the phenomenon where these concepts are applicable. Please welcome. Please, you may continue. Okay, Yeah. thank you. So let's proceed on the issue of centralization and decentralizations. So let us first understand the meaning of centralizations. So firstly, centralization means the concentration of decision-making power at the top level of management. In centralized organization, most important decisions are made by top managers, and lower levels manager may carry out an instructions. For example, in high centralized institution, even smaller decisions such as purchase, approval, or transfer must be approved by director or top management. Centralization is useful when the organization wants to strong control, uniform policies, and quickly decision in the matter of high importance. So now let's move in terms of decentralization. Decentralization means the systematic distribution and the delegation of authority to lower level of management. In decentralization, organization, lower level managers and departments are allowed to make many decisions on their own. For example, any of departments may allow to manager their own budget, allocate duties, or plan departmental activities without always asking to the top managers. Decentralization is useful because it reduces the burden to the top managers. Also, it develops futures leader and it improves speed and flexibility in that decision making. Now let us compare the two simply way. Firstly, centralization authority is kept at the top, but in decentralization authority is spread to the lower level. Decentralization control is tightened, but in case of decentralization, control is more flexible. Also, in centralization, lower managers have less freedoms, but in case of decentralization, lower managers have more initiative and responsibility. Let me now conclude these lessons in terms of decentralization and centralization. So we have learned that parity of authority and responsibility means balance duties with power. So we have also learned that centralization and decentralization refers to how decision-making authority is distributed in organization, and that every organization chooses the level of decentralization or centralization depends on its needs.
Sawa kabisa, safi kabisa. Sawa, asante. Labda tuweze kupata mawazo ya mtu mmoja mmoja. Labda tuanze na Mstafidhi hapa. Mstafidhi, unafikiri haya maarifa ni namna gani yanaweza kusaidia nchi zetu, basically nchi ambazo zinaendelea kama hizi concept, kwa sababu vijana ambao wanasomea masuala ya uongozi endapo wakizielewa vizuri, ni namna gani wanaweza kutumia maarifa kama chachu ya kuleta maendeleo kwa taifa? Kwanza, one of the thing ambao mataifa mengi wanatamani kuwa naye ni kuhakikisha kwamba kuna usahihi katika kila kitu ambacho kinafanyika. Mfano, you can be a leader lakini ukawa unashindwa kudetermine kati ya authority and power, kwamba nguvu niitumie wapi na mamlaka niyatumie sehemu gani. So kuweza kujua maana ya nguvu na mamlaka inaweza kutumika sehemu gani, ndio moja kati ya kitu sahihi ambacho kinaweza ikachagiza mtu kuweza kudevelop kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna usahihi katika uongozi, good leadership, hata na nilio productivity inaongezeka, efficiency, ufanisi. Nimependa terminology productivity. Sawa, ndio. Lakini hata ile smooth workflow of activities na organization inakuwepo, sababu kila taasisi itakuwa inafanya kazi kwa mtiririko mzuri ambao unakuwa unaongoza kwa kuzingatia haya masuala mazima ya utendaji kazi mzuri, kuzingatia effective work leadership. Okay, sasa hapa Mstahimidi, tumeona delegation, pia tumeona mambo pale kusana delegation. Sasa kwa nchi zetu za Kiafrika, unafikiria kwamba maarifa au the science behind delegation ina umuhimu wote katika kuleta ufanisi katika taasisi na sekta mbalimbali? Yes. Delegation in terms of most of developed countries inasaidia sana, kwa sababu tunaona through delegation za kurahisisha kazi na kupunguza ule mjao wa kazi kwa department moja kwenda department nyingine. Lakini pia kupitia delegation inapelekea hata organization work together, kufanya kazi kwa moja, ile teamwork inakuwepo. So na teamwork ikiwepo, efficiency inaongezeka, maendeleo yanakuja kwenye hizo organization. Unachukua hatua, chukua step, nafikia malengo, zile organizational goals and objective zinakuwa zinakamilika. Lakini pia kupitia delegation tunaona watu wana increase knowledge. Mfano, labda mtu anapewa majukumu ya juu, anapewa yeye, maana yake ataweka hard, atafanya kazi kwa bidii, ata search for more knowledge, ata increase innovation by through different research and theories, experiment. So inasaidia pia kuongeza knowledge kwa mtu mmoja mmoja in organization through delegation. Yes. Okay, kwa hiyo tukasema kwamba kwa ujumla wake ya hii knowledge au haya maarifa ambayo ni sana mambo mazima kabisa ya principles and the practice of management ni muhimu sana kwa vijana wetu wa Kitanzania au wa Kiafrika kwa ujumla, ambao pengine wanasomea kozi au mambo ambayo yanafanya hapo, kwa sababu mwisho wa siku vijana ndo taifa la leo na ndo nguvu kazi kubwa. Na kama bwana mmoja kwa anaitwa Barack Obama, kwa rais wa Marekani, aliyosema kwamba Afrika haihitaji viongozi ambao wana nguvu sana. Ile inahitaji taasisi imara. Na taasisi imara zinakuja kujengwa na nyie. Kwa maana sasa hapa ndo mnasoma sana namna kutengeneza organization structures, ndio namna kuja kutengeneza taasisi, kwamba taasisi inabidi iwe operated kwa namna hii, kwa namna hii, kwamba kwenye taasisi unahitaji kutumia nguvu nyingi sana, uchoke kichwa. Unahitaji utumia akili na kuweka mifumo, kwamba mifumo inafanya kazi. Tuliona pale kwamba kwenye masuala authority kuna watu wengine wanafikiria kwamba akishakuwa na mamlaka fulani, labda kwenye taasisi fulani au kwenye ofisi fulani, anashindwa kujitofautisha na mamlaka. Unaona wengine akifika mpaka nyumbani bado anavaa joho la mamlaka, si ndio? Akifika nyumbani anamwambia mama natoa maelekezo, si ndio? Akifika nyumbani anasema naomba nipe maelekezo au natoa maagizo. Sasa lugha za ofisini anazipeleka nyumbani, si ndio? Nyumbani anasahau kwamba authority inabaki kwenye position. Okay, sasa
labda nizo swali moja kidogo la kutumia akili. Yes. Sasa hivi kuna mambo ya artificial intelligence, ndio? Yes. Unafikiri kwa namna yote kuna namna yote masuala ya administration, au unafikiri kwamba viongozi au watu ambao kwenye mamlaka, unafikiri kuna umuhimu wote kwa wataalamu kuwa na uelewa wa artificial intelligence au hakuna umuhimu wote? Sasa nataka tuweze kuintegrate mambo ya administration na mambo ya power au mambo ya organization kwa jumla na artificial intelligence. Kuna umuhimu wote kwa viongozi kufahamu artificial intelligence? Yes, asante. Swali zuri. Yeah. Nowadays imekuja kitu cha artificial intelligence AI, kwa Kiswahili tunasema Akili mnembe. Akili mnembe, yes. Na kuna umuhimu mkubwa endapo hizi organizations zetu through authorities power tukilete na artificial intelligence, kwa sababu tunaona through AI tunaweza tukadiscover new materials ambazo hazikuwepo, si ndio? And through that discover innovations tunaongeza efficiency, tunaangalia hata ile structure kwenye organization maybe from top level up to lower level. So through AI tunaweza tuka increase knowledge ambayo haikuwepo. Okay, asante. Na hapa unasemaje? Partially pia AI ina faida yake kubwa sana. Kwa sababu gani? AI first it tends to understand, ina hii act ya kuweza kuelewa nini pale kunapokuwa kuna changamoto fulani, ina uwezo wa kuelewa nini, lakini pia inakuja na possible solution, kwamba tunakuja na jawabu kuhusu changamoto fulani fulani ambazo zinaweza kutokea. Kunaweza kutokea kuna majawabu ambayo yanaweza kuitatiza taasisi, lakini AI inakuja kuweza kuelewa, kusolve, kuunderstand na kuweza kuhakikisha kwamba ina provide appropriate solution ambayo itaendana na nini, na situation ambayo imetokea katika sehemu husika ndani ya taasisi. So AI is very efficient. Kuna viongozi mbalimbali huwa wanasema kwamba AI, matumizi ya artificial intelligence ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Utakavyoitumia artificial intelligence yenyewe inasoma wewe nini unafanyaje, unachokitaka. Kuna kiongozi mmoja anasema alienda kwenye conference moja, alialikwa tu njoo hapa uhudhurie, lakini alikuwa hajaweza kuandaa speech yoyote ya kuweza kuhutubia wale watu ambao walikuwa mbele yake, lakini kwa sababu AI yenyewe inafahamu yeye huwa anahitaji nini au huwa anahitaji kitu gani. So alivyoelekeza kwamba leo nipo na vijana na tafadhali niwahutubie kitu fulani kuhusu issue fulani, yenyewe artificial intelligence ikamletea mtiririko ambao unamsoma yeye namna hii. So it is very efficient na inasaidia sana katika different situation ambazo mtu anahitaji kujiandaa kwa muda. Okay, sasa inaokoa muda. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye kama vijana ambao ndio chumvi ya dunia, pamoja na vitu vyote ambavyo mnavisoma kujifunza, ni muhimu pia msitenge AI. Kwaona kama mtatenga masuala ya artificial intelligence, mtaenda tu na vitu vingine, mwisho siku mtakuja ongea katika soko la ajira ukute kwamba kumbe huko kompyuta zinafanya kila kitu, software zinafanya kila kitu, si ndio? Okay, so nafikiri neno la mwisho la kufunga, kama kuna neno la mwisho la kufunga, neno moja ambao nataka kuambia ndio wasikilizaji, neno moja la mwisho kuhusiana na vitu ambavyo tumekuwa na discussion kubwa kwa sekunde 5 tu. Okay. My last word is that I want to advise all youngs in defense department. We have to work with AI. Yeah, somebody say we have to work with AIs, to increase our knowledge and our capacity and not use AI. We have to work with AI. Also mimi conclude nikizungumzia kwenye tulichojifunza kwa siku ya leo, nitasema kwamba most of the leaders, managers na directors na viongozi mbalimbali, they should avoid taking too much responsibility. They should delegate them. How to delegate them? Tulionyesha pale njia gani ya kuweza kudelegate, lakini how will they overcome the barriers pale wanapoamua nini kudelegate hayo majukumu. They should avoid what? To taking too much responsibility. Wasichukue majukumu mengi peke yao, waweze kukaimisha kwa watu wengine, ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna good flow of working in an organization. Okay, asanteni sana. Leo tumekuwa na discussion ndefu sana, tumetumia both language, Kiswahili na Kiingereza kudiscuss mada ambayo ilikuwa mezani. Ilikuwa na wageni wangu wawili, Mr. Hemed na Mr. Fid, na mimi somo discussion imeenda vizuri. Ya huu ni mwanzo tu, please remember to like, subscribe and share.
material mengi na madini mengi zaidi yatakuwa shared hapa, lakini lengo kubwa kwamba ni kuhakikisha kwamba tunamtengeneza mtoto wa Kitanzania au kijana wa Kitanzania ambaye ana vitu vingi katika kichwa chake, mtu ambaye ataleta mabadiliko makubwa sana, mtu ambaye atakuwa ni competent, mwenye ujuzi wa hali ya juu, ambaye mwisho wa siku atakuja kuleta mabadiliko, mageuzi makubwa sana, kuanzia kwenye ngazi yake mwenyewe, ngazi ya familia, ngazi ya mtaa, mpaka ngazi ya taifa na ngazi ya kidunia. Tunataka tutoe majitu ambao ni majemedali, watu ambao wameundergo mental and mind transformation kubwa sana. Okay, thank you. See you next time. It's me, Dr. Nkia. See you next time. Preveta. Paka bye. Shasitie.